Yes, ni siku nyingine tena, siku tamu kabisa ye, siku nzuri kuisikia, pia ni siku nzuri kuifurahia pia. Ni siku nzuri ambayo una enjoy na maisha yako. Unafurahia maisha yako kila wakati. Ni maisha ambayo ni mazuri kuyasikia. Ni maisha pia ni mazuri kuyapata nafasi. Ni maisha ambayo kila mtu anapenda kuishi nayo. Ni maisha haya ya mimi na wewe. Ni maisha ambayo yana mitihani mingi. Ni maisha ambayo una hatua nyingi. Ndiyo, ila ndo maisha yetu ambayo tunabidi tuishi nayo. Yeah. Ni maisha yetu ambayo mimi na wewe tunatakiwa tujivunie kuwa ni maisha yetu. Nahisi ukawa upendi au ukubali na hali ambayo unapitia katika maisha yako. Hali hiyo ambayo unaipitia sasa hivi, nikwambie tu ipo siku itaondoka. Mitihani ambayo unayapitia sasa hivi, ipo siku yataisha. Alafu nikwambie kitu, hakuna mtihani ambao hauna majibu. Inatokea tu unafeli, ila majibu yake yapo. Unajua unayapata wapi? Muombe Mungu. Mungu huwa anatupa majibu ya mitihani yote. Na Mwenyezi Mungu kashasema katika maisha yetu tunayoishi sisi, mimi na wewe, ni kwamba mtu anampa mtihani ambaye anauweza. Huo mtihani ambao wewe unauona kabisa huwezi, basi nikwambie tu unauweza. Muombe Mungu akupe njia, akufungulie njia ya kuona hayo majibu ya huo mtihani ambao kakupa, kwa sababu Mungu pekee ndo ambaye ana uwezo wa kufanya kila kitu katika maisha yetu. Mwenyezi Mungu huwa anaitwa Mungu hivyo hivyo, huwa hafananishwi na kitu chochote kile katika ulimwengu ambao mimi nawe tupo. Sisi ni viumbe vidogo kwa Mwenyezi Mungu, ni kama punji ya mchanga. Hatuwezi kupiga hatua au kufanya kitu chochote katika huu. Yes, si kweli kabisa. Kama unadhani maisha ambayo wewe upo nayo sasa hivi hayana majibu, nikwambie kwamba hayapo. Hayapo kabisa. Kile nyakati ambazo unazipitia ni nyakati ambazo zina maana kubwa katika maisha yako. Ni nyakati ambazo inabidi ufungue kichwa, ufungue macho, ufungiwe na fikra zako. Fungua fikra zako. Mungu atakusaidia. Mungu huwa amtupi mja wake. Mungu huwa amwambii mja wake kwamba siwezi kukusaidia. Mungu huwa amwache kiumbe alichokiumba. Mungu huwa anajibu maombi. Ndiyo, muombe, kuwa naye karibu,
Mlilie, sema naye, ongea naye, lia wakati unaongea naye, mbembeleze akusikie ili aweze kukusaidia. Na kama hayo maombi unayaomba hayafiki, kaa chini ujitafakari pia. Mungu hamtupi mja wake. Mimi kiumbe ambaye sina chochote katika hii dunia, na kuhakikishia Mungu huwa anajibu majibu. Mungu huwa anajibu mitihani yote. Ndiyo, acha ubwege wewe, muombe Mungu. Bado tu upo hapo bado utake kunielewa. Hii ya mwisho hii ukitoboa, mimi kuanzia leo sio Muki, kuanzia leo mimi sio Chief Kitogo. Na kuhakikishia ipo hivi, duniani hapa hatujaja kutembea, duniani hapa hatujaja kushangaa magorofa. Ndiyo, hivi ushawahi kufikiria kwamba kwa nini Mungu hajakuumba wewe kuku, nguruwe au mbwa, kakuumba wewe binadamu? Unajua ni kwa nini? Kuna kusudi, kuna sababu, na hiyo sababu ni wewe. Alafu wewe mwenyewe umetulia. Nikwambie kingine, hii dunia ambayo mimi na wewe tupo, hii dunia ambayo mimi na wewe tunaishi, si sehemu ya kupumzika. Hilo nikwambie, si sehemu ambayo wewe useme kwamba eti nakuja kutulia. Haipo. Hii dunia ambayo mimi na wewe tunaishi ni chumba cha mtihani, na hayo matatizo yako unayopitia ndio mitihani mwenyewe. Yaani hii ni kama movie fulani hivi ya Kihindi. Kipande cha kwanza tunatafuta pete, kinaisha pete tunatafuta kijiko, ikiisha kijiko tunatafuta mwiko. Ndio maana ya dunia ambayo mimi na wewe tupo. Mtihani huu ukiisha unaingia mwingine. Yaani ni mitihani mpaka pumzi yako ya mwisho ikiondoka, mpaka utapoingia kaburini. Na huko kwenyewe tunapokwenda kuna mitihani. Ipo mingi huko mitihani ambayo hatuijui. Kasome kwenye vitabu vyako vya dini. Ila hapa mimi nipo kukwambia tu kitu kidogo sana katika maisha yako, kidogo sana kabisa, kwamba matatizo yako ulikuwa nayo, matatizo ambayo wewe unaishi nayo, njia yake ni wewe mwenyewe. Wewe iko tu ndo leo ambacho nataka kukwambia, iko tu ndo nataka kukwambia. Ndiyo, kila hatua inaanza na wa kuanza ni wewe, na kama unafanya haiwi, sababu ni wewe. Na usijione una thamani, hapana. Badilisha. Ukiona nabadilishaje, iwe vipi? Mungu yupo, ongea naye. Na unajua nyakati nzuri ya kuongea na Mwenyezi Mungu unaijua wewe? Basi nikwambie, saa 6:30 hivi mpaka 9:30 wake ni wakati mzuri wa kuongea na Mungu. Muombe, umlilie, ndiyo atakujibu. Nyakati hizo saa 6:30 mpaka 9:30 matatizo yako yatatatuliwa hapo. Ongea na Mungu wako, mwelezee matatizo yako, mwambie. Hivi unadhania kwamba wewe umekuja duniani kuteseka? Shida ndio zipo,
ila zinabidi ziishe. Yaani mtihani, hakuna mtihani mmoja wa maisha yote, hakuna. Lazima itoke A ingie B. Kwa nini kila siku wana mtihani huo tu? Kuna kitu hapo. Huo mtihani unabidi uishe. Hapo vipi? Niambie basi. Hapo vipi mwanangu? Nayo kitoboa, nipige, nidunde, niumize. Unaweza ukanipata kwa jina la Chief Kitogo, Chief of Peace and Love. Nakwambia tu nakupenda.